Uhali gani Mtanzania mwenzangu, heri ya mwaka mpya na karibu katika channel Uzazi Plus. Karibu tuzungumze uzazi. Kabla ya yote, ningependa kutanguliza shukrani zangu kwa support mlionipatia mwaka 2025, na ningependa kuchukua nafasi hii kuomba support hiyo hiyo kwa huu mwaka 2026. Katika video ya leo hii ningependa kuelezea kuhusu huduma mara baada ya kutoa ujauzito, au huduma ambazo natakiwa binti au mwanamke apatiwe mara baada ya kutoa ujauzito. Huduma ya kwanza ni huduma inayohusu uongezaji wa damu. Kama tunavyojua, utoaji wa mimba huambatana na utokaji wa damu nyingi, ambapo mwathirika au mhusika asipoongezewa damu anaweza akapoteza maisha. Hivyo basi, uongezaji wa damu ni kitu muhimu au ni huduma muhimu kwa mtoaji wa ujauzito. Mtoaji wa ujauzito anaweza kuongeza damu kwa njia mbili: moja kwa njia ya vidonge au kuongezewa damu kutoka kwa mtu mwingine. Huduma ya pili ni huduma inayohusu maumivu. Utoaji wa ujauzito au mimba huambatana na maumivu makali ambayo inaweza kumfanya mtoaji wa ujauzito asiwe comfortable, hivyo kushindwa kufanya kazi au kuendelea na mambo yake mengine. Hana budi mtoaji wa ujauzito upatiwa huduma ya kutuliza maumivu. Hii huduma inaweza kuwa kwa njia ya vidonge au njia nyingine mbadala ambazo hazihusiani na vidonge. Huduma ya tatu ni huduma ya kusafishwa kizazi, na hii huduma ni kwa ajili ya watu waliotoa ujauzito kwa njia ya vidonge. Utoaji mimba kwa njia ya vidonge huambatana na kubakiza masalia ya ujauzito ndani ya kizazi, kiasi kwamba haya masalia yakiendelea kubaki ndani ya kizazi, huyu mhusika anaweza kuendelea kutokwa na uchafu kwa muda mrefu au akapata maambukizi. Hivyo basi, ni muhimu kuhakikisha kizazi kipo safi na salama. Hivyo huduma ya usafishaji wa kizazi huhitajika. Huduma nyingine ambayo ni muhimu na inatakiwa izingatiwe ni huduma inayohusu uzazi wa mpango. Mimba nyingi ambazo hutolewa ni mimba ambazo zimepatikana bila kutarajiwa au bila kupangwa. Hivyo basi, njia pekee ya kuweza kuzuia hizi mimba au kuzuia hii tabia ya kutoa ujauzito mara kwa mara ni utumiaji sahihi wa njia za uzazi wa mpango, hasa ile njia ambayo inazuia upatikanaji wa mimba na wakati huo inazuia maambukizi ya magonjwa ya zinaa, na hii njia si nyingine bali ni kondom. Hivyo mtoaji wa ujauzito mara baada tu ya kutoa ujauzito anatakiwa apewe ushauri kuhusu matumizi sahihi ya njia ya uzazi wa mpango. Huduma nyingine ni huduma ya support kutoka kwa familia au jamii. Mwathirika wa utoaji wa ujauzito anatakiwa apate support kutoka kwa familia au katika jamii. Kutoa support kwa mwathirika humfanya awe timamu kiakili na kiakili pamoja na kihisia, hivyo kumfanya awe katika kipindi hiki ajihisi kama si mkosaji bali ni mtu mwingine, ni mtu kama watu wengine. Pia ni jukumu la mtoaji, kama amepanga kutoa ujauzito, aweze kutoa taarifa kwa mtu yeyote aliye karibu naye au mtu yeyote ambaye ana mahusiano naye, ili kikitokea kitu kibaya ambacho kinahitaji msaada awe na uhakika kuwa na mtu anemjua kumkimbilia. Huduma ya mwisho na huduma ambayo ni muhimu pia ni huduma ya kuzuia maambukizi au kutibu maambukizi. Utoaji wa mimba unaweza ukaambatana na mhusika au mwathirika kupata maambukizi wakati wa utoaji wa mimba, au baada, kama ametoa mimba kwa muda, maambukizi yanaweza yakatokea. Hivyo basi, kwa mtu yeyote yule ambaye ametoa ujauzito au mimba, sana sana kwa njia ya vifaa, ni vizuri akapewa huduma ya kuweza kuzuia maambukizi. Huduma hii ni vidonge vya antibiotics, au mtu ambaye atakuwa ametoa ujauzito
na amepata maambukizi akiwa nyumbani, anatakiwa rudi kwenye kituo cha afya chochote kile na aweze kupatiwa huduma ya kutibu maambukizi ya vimelea vya bakteria. Na video yangu kwa leo itakuwa imeishia hapo, na washukuru sana kwa kuweza kunisikiliza na kuweza kuendelea kunipa sapoti.